kanuni ya tatu ya kumwona Mungu katika msimu mpya, msimu wa uamsho, ni kuchukua hatua ya uthubutu kwa imani. Hatua ya uthubutu kwa imani. Mstari wa 13 wanapewa maelekezo ambayo nataka uyatafakari. Nataka uyatafakari haya maelekezo, halafu uone kiwango cha imani walichokuwa nao hawa watu, kiwango cha utii, ambao vitu hivi viwili vikazaa uthubutu ambao ulileta matokeo, ambao leo tunasimulia muujiza mkubwa ambao Bwana aliufanya. Lakini muujiza huu, namna yake ya kutokea ni tofauti na muujiza ule ambao Musa aliufanya kwa kuipiga bahari ya Shamu ikagawanyika wakapita. Safari hii Bwana aliwapa maagizo na alitaka wayafuate yale maagizo. Sikia, kulikuwa kuna makuhani wamelibeba sanduku la agano, walihitaji wapite katikati ya mto. Kulikuwa kuna njia nyingine nyingi. Huwa natafakari kwa nini Mungu aliwaleta hapa, lakini najua moja ya sababu ambayo Mungu aliwaleta hapa ilikuwa ni kuwatengenezea ushuhuda. Maana kwa ushuhuda ule ulitengeneza ushindi katika hatua zilizofuata za safari yao. Ukisoma ile sura ya 2 na kuendelea, na sura nyingine, hata walipokuwa wanaingia Ai, utagundua, hata walipokuwa wanafika iliko pale, utagundua ya kwamba taarifa za mambo ambayo Mungu alikwisha yafanya zilikuwa zimekwisha wafikia. Kwa matendo ambayo Mungu aliyafanya hapo kabla yalianza kuyeyusha mioyo yao. Wangeliweza kupita njia ya kaskazini wasikutane na mto, wangeliweza kupita njia ya kusini wasikutane na mto, lakini Mungu akataka walete hapa. Na tena kipindi hiki alichowaleta ni mto umejaa. Maana majira haya kule ambako mto huu unatokea, barafu huyeyuka, kwa kiwango cha maji huongezeka na upana wa mto unatanuka zaidi ya vipimo vyake vya kawaida. Kwa mto ukawa mkubwa. Kuna rekodi moja tena katika historia, kuna mtu mmoja mwogeleaji maarufu sana miaka ile 1800 alitaka kuvuka mto Jordan ukiwa umejaa katika majira haya kwa kuogelea. Yule mtu kama wasingetuma vitu vya kumwokoa angalikufa. Maana majira haya mto huu ambao katika nyakati zake za kawaida unavukika kawaida, lakini nyakati hizi haiwezi kuvukika. Ukijaa hauvukiki. Na kujua kwamba ni hatari, hata waogeleaji maarufu walishindwa kuvuka mto, na hakuna rekodi iliyoweza kuwekwa mpaka leo. Lakini Mungu akawaleta katika majira haya na akataka wavuke katika kipindi hiki. Kuna kanuni ambayo Mungu aliwataka waizingatie, na kwa kanuni hiyo walipoizingatia hapa, ndio ambayo waliitumia hata katika hatua zilizofuata katika maisha yao na safari yao. Ushindi uliofuata dhidi ya Yeriko, dhidi ya Ai, dhidi ya wafalme wa kusini, dhidi ya wafalme wa kaskazini, ulitegemea kama wangefaulu mtihani huu ambao Mungu aliwapatia. Lishukuriwe jina la Yesu Kristo, lishukuriwe jina la Bwana kwamba hawa watu walishinda, na waliposhinda hapa hata huko kwingine ikawezekana. Lakini kwa kushinda kwao, mimi na wewe tunajifunza kanuni ya msingi tukitaka kutembea na Mungu katika majira haya ya uamsho. Maelekezo yanasema mkifika nyie kanyageni. Sasa huu mto maji yanasafiri, kumbuka yanatoka mlimani, jinsi ulivyokaa yanatoka mlimani. Kwa hiyo kasi yake na yana nguvu. Ikiwa tu maji yanotembea kawaida huwa yana nguvu ya kuweza kusomba vitu, haya yalikuwa yanaanzia mlimani. Unapotoka huku kaskazini, unaposhuka slope yake inashuka. Kwa hiyo ule mto unasafiri mlima. Kwa unapotoka kule, unatoka kwa kasi kubwa, unashuka chini. Speed yake ilikuwa na kadiri inaweza ikafika angalau na kuzidi kilomita 60 kwa saa.
Sasa unaweza kaona, lakini kwa kusafiri maji, kusafiri kilomita 60 kwa saa, na inaweza ikavuka hapo. Unajua speed yake sio ya kawaida. Nachotaka nikueleze hujue kwamba kwa sababu ya speed hii maji yalikuwa na kelele. Nani ashaenda baharini, mawimbi yanapiga yanakutisha. Sababu kuna wakati fani, wakati nipo Dar es Salaam Kigamboni, naenda kubatiza siku ya Jumamosi, yale maji yalikuwa yanapiga mawimbi ya kawaida, lakini yalikuwa yanatisha. Yaani ilikuwa likija hivi, mnakaa kabla mjabatiza unaanza kumwomba Mungu, Mungu naomba tusaidie ili lipite. Alafu likipita ndio mnaanza kubatiza. Maji yanatisha. Sasa hawa waliambiwa wafike kati ya maji haya yanayosafiri kwa kasi kiasi hiki, yana kelele. Nataka usikilize kelele. Yaani kabla, mimi nakwambia mita 100 kabla hawajaona mto wenyewe, kelele zinasikika. Na zaidi ya hapo, unasikia maji yanapita yanatishia. Halafu ndio wanaambiwa mfike mkakanyage kwenye kingo. Halafu mkikanyaga, neno la Mungu liko wazi. Anasema nyie mkifika, mkikanyaga maji kutoka kule juu yatasimamishwa kule yanakotokea. Yatasimama kama kichuguu, halafu kutafanyika njia. Maana hayatofika huku chini. Maana toka kule yalikosimamishwa kutakuwa nchi kavu na ninyi mtapita. Wanaambiwa wakikanyaga, lakini kabla hawajafika ukingoni mwenyewe wa mto Yordan, wanasikia maji yanavyofoka, yanavyopiga kelele. Sipati picha hali ya makuhani ilikuwaje, lakini ninajifunza kitu cha ajabu kutoka kwa watu hawa. Waliamua kuliamini neno la Kristo Yesu, waliamua kuliamini neno la Bwana aliyowaambia, ninyi kanyageni, na mkikanyaga wa mto huo utasimama toka kule mwanzo. Na tukisoma mistari sasa inayofuata kuanzia mstari wa 16 na 17, tunaona hawa watu pamoja na mazingira ya kutisha, pamoja na hali ya kuogopesha, wao wakasema tutalisikiliza neno la Bwana, tutaliangalia neno la Bwana. Kweli tunaelekea huko, lakini hatutosikiliza sauti za maji yanayogarikisha. Tutaisikiliza sauti ya Bwana aliyesema mkifika yakanyageni na mto utasimama mtapita. Na kweli wakafika watu wale kwa imani, wakakanyaga. Walipokanyaga, walipotia nyayo zao, kwa sababu neno la Mungu ni hakika na kweli, mto ukasimama. Mto ukasimama ukawa kama kichuguu kikubwa. Watoto wa Mungu wakapita. Safari hii hakuna Musa aliyepiga, watu wakapita. Safari hii hawakumgeukia Yoshua wakamwambia, kwa nini umetuleta njia hii tufe? Safari hii waliamua kusikiliza neno la Bwana na kuliamini. Katika msimu mpya, msimu wa uamsho, ni msimu wa kumsikiliza Bwana na neno lake. Yako mambo ya kugarikisha kweli, hatutayaangalia hayo, tutaangalia lile alilolisema kupitia neno lake. Tutakuwa kama wale wakoma walifanya maamuzi ya dhati, wakasema na tukifa tufe, na tukipona itakuwa heri. Na sisi katika msimu huu mpya wa uamsho tunasema itakavyokuwa na iwe. Sisi tunamtazama Bwana, sisi tunamtazama Bwana, sisi tunamtazama Bwana. Nataka nikwambie, miujiza haihitaji sayansi, miujiza haihitaji homiletics, miujiza haihitaji hermeneutics, miujiza haihitaji kujua Kigiriki, miujiza haihitaji ukubuu kwenye theolojia. Miujiza inataka mtu mmoja aliamua kuwa kama kichaa, aliamua kuwa kama kichaa, aliamua kuwa kama kichaa na kufanya vile Bwana alivyoamua, alivyosema, anavyotaka.
rapasa katarabashete. Ninaona mambo ya ajabu, ninaona majitu yakiinuka kama Daudi alipomwona Goliati. Daudi hakutazama umbo la Goliati, maji yanayogarikisha. Daudi alimtazama Mungu aliyokuwa ndani mwake. Alipoamua kutokumtazama Goliati, akamtazama Mungu, tunajua nini kilitokea. Tunajifunza kwa habari za Daudi hata leo. Leo inawezekana Bwana alinirudisha kwa Gideoni. Gideoni wakati ule alipotokewa na malaika wa Bwana, Gideoni alikuwa amejificha. Gideoni alikuwa na huzuni na machungu, na ukitaka kujua alikuwa na huzuni na machungu, jiulize kitu kilichotokea. Malaika alipomsalimia, alipomwambia ewe shujaa, akamwambia yako wapi yale matendo makubwa ambayo Bwana aliyafanya kupitia baba zetu? Gideoni ni kama alikuwa anasubiri mtu mwingine atokee kama Yoshua, mtu mwingine atokee kama makuhani, mtu mwingine atokee kama Musa. Kumbe Bwana alikuwa na haja na Gideoni. Gideoni ndiye alikuwa muujiza mwenyewe. Leo hii hatumsubiri kulola tena. Leo hii wakina Lazaro Bwana amemaliza nao. Leo hii ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe. Tukiamua kuwa kama kichaa, tukiamua kuwa kama kichaa, hata watu waseme haiwezekani, sisi tutasema inawezekana. Wanasema haiwezekani kufufua mtu, wewe utapita mochwali na mochwali kutafuta maiti. Kama Benson Idahosa aliposikia kwamba Mungu anafufua, akasema ninataka nihakikishe Mungu anafufua. Kwa hiyo akawa anasimama kutafuta misiba. Kila unapokuja anausimamisha, anasema nataka nikuombe. Ya kwanza kufufuka, ya pili ya kufufuka. Lakini Idahosa hakuangalia kushindwa kwake, alimwangalia Mungu na neno lake. Nataka nikwambia Idahosa ni moja ya watu ambao Mungu aliwatumia kufufua watu, akufufua watu waliokufa wakaishi. Kuna mambo makubwa Bwana anaweza kutenda katika maisha yako ukichukua hatua ya uthubutu kwa imani. Katika majira haya usiangalie una nini mkononi mwako. Hapa Mungu akumwambia Yoshua una nini mkononi mwako? Alimwambia kanyageni maji. Kanyaga mwanangu twende, kanyaga mama twende, kanyaga baba twende, kanyaga kijani twende, wachungaji tukanyage twende. Kama kuhubiri tukahubiri, kama kuombea wagonjwa tukaombe. Bwana yu pamoja nasi, Bwana yu pamoja nasi. Rapa shekete, simama mahali ulipo. Rapa ya karaboshene, Erika parabashe, rapa ya kasandarabo, rama yekezete. Yasikutishe mazingira, yasikutishe, yasikuogopeshe. Imadi Bwana ameruhusu majira haya ya kwamba anataka kufanya haya. Sisi tunang'ang'ana na neno lake, hatuangalii lolote lile. Sisi tunang'ang'ana na neno lake. Rapa ya satarabashete. Na kwa kung'ang'ana na neno lake kuna mambo tutafanya ya ajabu. Nataka nikwambie hapo ulipo, hata kama kuandika kwenyewe ni shida, yani kumaliza sentensi moja ama paragrafu ni shida, nataka nikwambie bado Bwana anaweza kukutumia kwa viwango vya ajabu. Unajua tumekuwa tukilaumu feki, manabii wa uongo, wanaombea watu miujiza feki. Iko wapi halisi sasa, ili watu waifuate? Miujiza halisi iko wapi? Kila mtu amejificha, kila mtu amejificha. Leo hii ukitaka kujua kwamba bado hatujaliamini neno la Mungu sawa sawa, haje kiwete hapa tuanze kumwombea. Utakuta watu kule wengine wanaomba kwa mbali kama vile wanazombea, wanasema paja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yani wanaomba huku wanahofu, wanajiuliza isipotokea itakuwaje? Hao watu katika majira haya hawatatoboa. Hatuwaangalia, tunaliangalia neno la Bwana, na Bwana yu tayari analiangalia neno lake alitimize. Rapa sheke rabo kayama.
rapashatarabasete